Magonjwa ya akili kama awali nilivyokuwa nagusia pale kidogo, ni kwamba yako mengi na yamewekwa au yametengwa kwenye makundi mbalimbali. Kuna magonjwa ya akili ambayo yako katika kundi la kihisia. Kuna magonjwa kama vile sonona au tunavyofahamu depression, wasiwasi wa kupitiliza, kama vile anxiety tunavyoifahamu. Kuna bipolar ambako unakuwa na hisia ambazo kuna wakati unakuwa na furaha zaidi au kuna wakati mwingine unakuwa na huzuni zaidi. Sasa hiyo ni makundi ya kihisia. Kuna yale makundi ya mfumo wa fahamu ambako unakuta namna unavyohisi na namna unavyofikiri na mtazamo wa maisha au mtazamo unavyouona ni tofauti. Kwa mfano, unaweza ukawa unahisi kwamba kuna watu wanataka kukudhuru, au unajihisi wewe ni mtu fulani lakini hakuna uhalisia wa hicho kitu. Saa zingine unaweza ukajihisi kuna vitu vinakutembea kwenye mwili lakini hauvioni, au watu wanakusemesha, unasikia kama kwa watu wanakusemesha, wanakuambia vitu fulani, au wakati mwingine unaweza ukawa unaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Hata hizo sauti unazosikia unasikia wewe lakini watu wanaokuzunguka hawaoni. Kwa hiyo ni magonjwa ya akili ambayo yako katika kundi hilo la mfumo wa ufahamu. Mojawapo ni kama schizophrenia. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo yanatokana na mazingira tunayoishi, kwamba chanzo ni mazingira yale yanaweza yakatupelekea hali fulani. Kwa mfano, hali ya kiwewe ambayo hii labda mtu anayepitia ukatili aidha wa kijinsia, wa kimwili, ukatili wa aina yoyote ule. Lakini pia kuna kushuhudia ajali kubwa au kupitia au kushuhudia majanga yale makubwa kama ajali au vita na vitu vya namna hiyo, ambavyo hivi tunaziona katika kundi lile la stress disorders, ambazo ni kama msongo wa mawazo au msongo baada ya janga kubwa, na wakati mwingine inaenda hadi msongo baada ya. Kuna msongo wakati wa janga lile au changamoto ile iliyotokea, au saa zingine zinaenda hadi msongo baada ya, kwamba janga limeshatokea lakini kuna hali fulani mwili unaonyesha dalili fulani. Kundi lingine kuna haiba, makundi ya haiba na kitabia, na hapa kuna magonjwa kama vile sasa inawezekana Kiswahili chake kikaa kigumu, lakini wengi tutakuwa tumesikia narcissistic personality disorder au borderline personality disorder. Ni magonjwa ya akili au changamoto za afya ya akili ambazo zinaakisi kwenye haiba au wakati mwingine katika kitabia. Kwa mfano, vijana niseme au watoto wadogo wanakuwa na ile chochote unachomwelekeza, chochote unachomwambia hasikii, anakuwa haheshimu wala hataki kufanya vile anavyoelekezwa. Lakini kuna mengine ambayo yanatokana na mfumo wa ufahamu, kutokana na mabadiliko ya ukuaji, na hii yawezekana ni kutokana tu na maendeleo ya ukuaji katika ubongo. Labda kuna changamoto fulani ambako pia ikaonyesha mabadiliko katika mienendo na tabia. Na tukumbuke pia katika afya ya akili inaakisi sana maeneo hayo matatu ambayo ni mienendo, hisia pamoja na fikra, mawazo tunayowaza. Kwa hiyo kutokana na makundi hayo, nimetaja tu kwa uchache, ni baadhi, lakini hapo mengi ambayo yamegawanywa katika makundi hayo niliyoweza kuelezea. Katika magonjwa haya ya akili kwa upande wa vijana, magonjwa ambayo yako common sana au yamekuwa yakionekana zaidi, na hii sio tu kwa vijana, hata makundi mengine pia, lakini hususan kwa vijana, ni changamoto au ugonjwa wa sonona, ugonjwa wa akili ambao unaitwa sonona depression au clinical depression au major depression. Na hii ni kama nilivyoelezea, ni aina ya ugonjwa katika kundi lile la hisia, ambako mtu anakuwa na huzuni uliopitiliza, anakosa hamu ya kufanya kazi, hamu ya hana nguvu, hana furaha, anakuwa tu ana huzuni,
hapendi kuchangamana na wenzie, vitu anavyokuaga kiwa anapenda kufanya lakini amekuwa anapenda kufanya, yani ile interest ya kufanya vile vitu inakuwa haipo, anakosa kabisa hiyo interest ya kufanya vitu, na wakati mwingine anakuwa na mawazo ya kukata tamaa hadi kufikia hali ya kujiondoa uhai na vitu vinavyofanania hivyo. Vijana wengi wanapitia changamoto hii na imekuwa ikionekana kama changamoto inayojitokeza sana kwa vijana, na kama nilivyosema, sio tu kwa vijana lakini hata pia watu wengi. Kati ya magonjwa ya akili ambayo yanaonekana yako common zaidi ni hiyo sonona, lakini ambayo ndio major depression au clinical depression, lakini nyingineyo ni magonjwa ya akili ambayo husia au kugusia sana wasiwasi, na hii yote iko kwenye ile sasa kundi la magonjwa ya akili, katika kundi la hisia. Hali ya wasiwasi uliopitiliza, unakuwa tu na hofu muda mwingi, unakuwa katika hali ya wasiwasi. Unaweza ukawa umekaa sehemu ambako ni kawaida pako sawa, lakini wewe unaweza ukahisi kwamba hapako sawa, hapako salama, kuna kitu kibaya kitatokea. Wakati mwingine unaweza ukawa labda uko unafanya labda jambo lako, unahisi kwamba halitowezekana, au nikienda kulifanya watu watanionaje, watanifikiriaje, watu watanicheka, watu watanihukumu, au labda wenzangu wakikaa hapo wakiwa wanafanya kitu, unaweza kuona kama vile labda kuna hali labda wanakujadili wewe, una wasiwasi kwamba labda wanakusema wewe, au saa zingine unaweza ukawa unatakiwa kwenda mahala fulani, unashindwa kutoka, unaona kama nitatoka kuna jambo baya litatokea, nitapata ajali. Kwa hiyo ni wasiwasi uliopitiliza na hiyo hali ya huzuni uliopitiliza au sonona ni baadhi ya changamoto au magonjwa ya akili ambayo yako common zaidi kwa vijana. Na magonjwa hayo tunaona hususan yapo katika kundi hilo moja, nisiseme kubwa, labda kundi ambalo liko common zaidi la magonjwa ya akili upande wa hisia.